Na kwa leo mwanche muri rasomo rebelibwe Esabari yobonjire ko ya Birongo ase constituency ya Nyaribari chache me county ya Kisii asto chigosanga n'abantu bakora sichipigi ensemeye bakondi spare part chichipigi bamakainde buna barashid abantu batakireti osemba ibolire sorongo rwa Gusii kolende bakari bagalie byasare merongo rwa Gusii kure semeli ya Pwani gose coast bagachaiga bakaja kwenda ne byasare ebi bakese bori gabaikira igawetanie myaka 10 asensemeye ya Birongo ndosange tomanyomoro obeli gose umuganobo asoboime. Asante sana kwa kupata wakati na sisi. Barashid ni jina lako au ni Rashid? Mimi naitwa Rashid, lakini Barashid ni jina langu la kiufundi. Sasa hii ba ilitoka wapi? Hii ba. Yaani nimejiongezea kwa sababu ya ukubwa, yani ukubwa fulani. Kwa mfano kama kuna kampuni moja kule ilikuwa inaitwa Bawaziri, kama unaifahamu Bawaziri, ambapo kwamba ilikuwa inadili na mambo na unga sana. Nilipata sababu nikaona acha mimi nitumie hiyo niweke hiyo Barashid. So kama ukwasi wangu yani. Kwa hivyo kwa sasa ukaanza Barashid ka jina lako. Yeah, kwa hivyo jina hili katika sehemu hii ya Birongo umeweza kuitumia kwa muda upi hili jina? Hili nimetumia kwa muda mrefu sana. Na wananifahamu wengi. Wananijua kama Rashid, wananijua kama Mkosti. Nimepata fundi wa mapikipiki hapa. Nimepata so nadili na ufundi huo ambao kwamba nimebobea kwa muda mrefu sana, nikiwa tangia niko nyumbani kule Mombasa hadi kufika wakati huu niko mji huu wa Kisii. Najua kwamba Mombasa ni mbali sana na wale watu wa Mombasa hawajapata fursa bora kuweza kupenyeza na kuingia maeneo ya mbali kabisa kama hapa ya Kisii. Kwa hivyo uligundua wakati upi kwamba kuna nafasi ya biashara huku Kisii ndipo ukahama ukafikiria biashara kai? Ni kutokana na kuishi vyema na ndugu zetu, kwa sababu tunaambiwa kwamba sisi sote ni wa Kenya na sisi sote ni mandugu. Sasa kati ya mmoja aliyekuwa ni rafiki yangu ndio akaniambia bwana sio tukajaribu maisha upande wa kwetu. Kaambia ni sawa, kuna wasiwasi. Ndio mimi nikasema acha basi nipige moyo konde na kuweza kutoka moja kwa moja na yeye hadi kufika mji huu. So mji huu nilipofika ulinipendeza kwa kweli. Mwaka upi huo? Sikumbuki kwa sababu ni muda mrefu sana, lakini ilikuwa kama kwenye mwaka 2000 na ngapi vile 2018 kitu kama hicho. 2008. And 8. Ule wakati ambao sasa Kibaki ameingia hatamu ya pili. Hatamu ya pili. Mwanipaswa nikaja hapa mwanzo nikaangalia mazingira, nikarudi nyumbani, afu baada hapo ndipo nikaja moja kwa moja kuja kufanya kazi sasa. Kwa hivyo huyo rafiki wako alikuwa ni kutoka eneo hili la Kisii? Ambaye kwamba alikuwa anaishi kule kwa huo muda. So baada hapo ndio nikapendezewa na huu mji kulingana na mazingira jinsi alivyo. Tofauti na story ambayo kwamba alikuwa nasikia kwamba mji huu uko hivi, mambo mengi ya kadhalika, lakini nimekuja kugundua ni mji ambao kwamba ni mji wa amani. Mnipata kama vile kwamba tunapenda amani sisi tukiwa kama Wakenya. Mwanche mwani wangu tabigo na Rashid uyoro manyende kwensemeye gose ya salebi mekaida buna Barashid auto spares ekorosi chipigi yako ni chi spares sensemeye ya Birongo una kurwa sensemeye ya kosi usemo Mombasa gose Pwani nanyo rito musani ko rwensemeye akamutebona tena ari gocha sensemeye na kana sagia abwato morembe akanyorali bagali elia bene liko chake bya salebi. Kwa hivyo Rashid, biashara sasa ya spare part hiyo miaka ya 27 to 8 so ulianza lipi, siku ipi au wakati upi hiyo biashara? Mimi kiufupi hasa mimi biashara nimekuja kuanza tu kwa muda mfupi hivi karibuni, lakini huo muda wote nilikuwa na act tu kama fundi. Nilikuwa na act tu kama fundi, sina spares, naenda kununua kwa marafiki zangu. So naambia kidogo ujaza kibaba, na hatimaye ndo nimeanza sasa kujikokota polepole na mimi pia ili niweze kufikia malengo ya kuwa fundi bora zaidi na mfanya biashara mkuu zaidi. Manipata kwa sababu najua uzuri wa mapikipiki vile ambavyo kwamba yalivyo kulingana na hii sehemu ya huku, wingi wake na design nyingi ambazo kwamba zimeingia kwa sasa hivi. So ninazijua, so nikapendelea pia nikasema kwamba haiwishi one day itakuja nibobee zaidi katika biashara pia. Manipata katika eneo lile la Pwani wanasema kwamba safari ya kesho upangwa leo. Wewe endapo hii ujuzi wa kuweza kuunda pikipiki ni ujuzi ulizaliwa nao au uliweza kufunzwa mpaka ukapataje ujuzi wa kuunda pikipiki? Ni ujuzi ambao kwamba nimesomea upande wa magari. Sasa mechanics. So baada ya muda fulani hivi
nikaja nikapata matatizo kidogo hivi upande wangu wa kibinafsi, ndio nikaona basi kama ni hivyo na huku kuna biashara ambapo kwamba ninaona kidogo hivi inaendana na mimi mwenyewe kama fundi, bora nisigeuze tena upeo huo. So nikaona ni bora niingie kwenye upande wa pikipiki. So nikafanya upande wa pikipiki nikiwa Mombasa moja kwa moja hadi nimeingia mji huu wa Kisii. Kwa hivyo ujuzi ulianzia pale Mombasa? Nimeanzia nikiwa Mombasa. Kwa hivyo ulipokuwa unakuja eneo hili umesema kwamba ulichukua muda kuelewa eneo hili la Birongo ndipo ukaanza. Kwa hivyo ni mwaka upi kabisa tangu 2007 2008 ulipoanza kabisa hii biashara katika eneo hili kuweka makao? Tuseme 2011. Kama hicho. Miaka 3 ya utafiti. Manipata ndio hapo ndio nikasema okay, sasa hapa acha nitulie nifanye biashara sasa. Unaweza eleza vipi labda sekta ya uchukuzi katika eneo hili la Birongo miaka hiyo ya 2013? Hiyo ni miaka karibu 9 ambayo imeweza kupita. Sekta ya uchukuzi hapa wa pikipiki ilikuwa vipi wakati huo unapoanza biashara hii? Kipindi hicho ilikuwa iko chini. Ilikuwa iko chini sana kipindi hicho, na kiasi kwamba unakuta kwa siku ilikuwa yani kupata pikipiki moja mbili ilikuwa ni mtihani, zaidi ya kazi tu ya kuziba mapancha peke yake. Lakini kazi ile ambayo ilikuwa ni mzito kama sasa hivi, kwa sababu kipindi hicho ilikuwa bado wengi hawajagundua ubora wa pikipiki ni kazi gani ambayo kwamba inaweza kufanya. Umenipata? Sasa kawa kidogo najaribu kuelezea watu, kwa sababu kwa kule Mombasa tunaona vyombo kwamba alikuwa zinafanya kazi kwa wingi. Unakuta kule zinabeba mizigo ya kila aina. So baada ya kufika hapa kana naelezea tu marafiki, naambia hizi zinafanya kazi kubwa sana pikipiki. Ina uwezo hii wa kukutajirisha pia wewe mwenyewe. So kikubwa ni kwamba ni muwe ni wenye kuzituza, lakini kwenye kubeba utabeba unachohitaji kubeba. Umenipata? Hivyo. Ni ugumu upi ambao ulipata katika eneo hili kukua wewe si mzaliwa wa hapa hivi umeanza biashara hii katikati ya watu ambao wengi wao asilimia kubwa wanaongea lugha ya Abagusi? Kwa hivyo ulipata ugumu au changamoto zipi mwanzo ulipokuwa ukianza biashara eneo hili kukua wewe ni mgeni eneo hili? Ugumu upo. Ugumu nilipata sana kwa sababu naambia changamoto waga zikosekani. So ugumu nilipata katika lugha, mtu kumuelewa, mtu anakuja hapa na kuongelesha kwa sababu anajua kambe tu ni wa hapa. Unakuta mtu anatoka mbali, maeneo mbali, ameambiwa tu kuna fundi ndugu yetu Mkosti yuko hapo Birongo anatengeneza pikipiki vizuri, anakusavisia kulingana na ubora wa pikipiki inatakana ikue. Sasa ikawa hapo lugha, mtu kuja hapa na kuongelesha kilugha, sasa baki tunamwambia mjomba ongea lugha taifa basi tuweze kuelewana. So ikawa ndio kidogo ndio imeweza kunisaidia hadi kufikia wakati huu. Nikisi mimi nasikia tu baadhi ya maneno, lakini nimejiboresha tu kuongea lugha ya Kiswahili tangia niko mtoto mpaka sasa hivi. Kufikia sasa najua ni muda mrefu umekuwa eneo hili. Kuna maneno ambayo lese nikikwambia mbuyole unaweza nijibu? Hapo naweza nikakujibu mbiande. Mbuyole. Mbiande. Kama njema leo hata hivi na tia sense mbele ya Birongo. Unaleta kwa bore myake miake tane tikombi. Utwali bwa mate na abantu bense mbele na kirale ko chaka. Nanyo litopa kongo wake esenge njo tali bantu bonsi bamaite ukwanege sore kore gusega yo maite koro muntu no mugusi korende abantu ngo rubarale valete biashara yana bakonya abantu baito. Igotali kire ikwa ro moto soro korore monto mogeni kubo kwandeke gusi wango bangoiga kwaramanya kwa sanse mo kya konyara koru mawanyara koigwana asobo wango. Kwa hivyo Rashid, ulipokuwa unaanza biashara hii eneo hili kulikuwa na competition ama biashara zingine kama hizi katika eneo hili la Birongo ama ulikuwa wa kwanza? Hapana, siku wa kwanza. Kuna mzee mmoja ambaye kwamba yuko jirani ya pili ambaye ni anaitwa Mr. Nyamwange. Manipata. So ni jirani yangu ambaye kwamba ikawa hata upande wa spares ilikuwa nachukua kwake hadi kufikia wakati, kwa sababu tunaambiwa usikae mchoyo na usikae binafsi katika biashara hizi. So inabidi sasa imebidi kama sasa sisi tunakuwa karibu na yeye kiungwana lolote, kama sisi hatuna kitu fulani hapa yeye tunaenda kuchukua kwake, yeye kama anakuja kuchukua kwetu na biashara inaendelea, siku zinasonga. Lakini wapo ambao kwamba wanauza katika maeneo haya pia baadhi ya spares. Kwa hivyo najua ulipokuwa unaanza biashara hii mwaka wa 2011 kufikia sasa hivi, najua kuna mabadiliko mengi yamekuwa katika sekta hii ya uchukuzi na biashara hii. Wewe kama mwanabiashara ambaye amebobea sana, unaona mabadiliko gani katika sekta hii ya bodaboda, pikipiki na hii biashara ambayo unaifanya? Mabadiliko yapo, lakini changamoto ndio nyingi zaidi, kwa sababu unakuta mteja anaweza kuja hapa kulingana na tatizo lake, na ndio wakati huo umemwambia hiki kitu inabidi ubadilishe chingine kipya, lakini anakuambia mjomba sasa hivi siko vizuri, nitafanyaje? Unaweza kujua vile utakavyonisaidia? Sasa hapo inabidi unatumia akili ya ziada
Umeona, ili kuweza kukidhi mahitaji ya yule mteja wako na kesho aweze kusaidika naye pia. Umenipata hapo eh? So biashara kwa sasa hivi, biashara kulingana na kipindi hiki cha corona ilivyoingia ndio ikawa ngumu zaidi, lakini kwa upande wetu sisi tumesema tutakuwa ngangari wa kuwasaidia ndugu zetu kulingana na ubora wa pikipiki ikae. Umenipata, kwa sababu hata kijapa akiwa analia unajaribu unamsikiliza, akiwa unamtengenezea pikipiki yake kulingana jinsi na makusaka aliyokuwa ambako amekuja nayo na anaenda tu vizuri. So upande wa biashara kwa kuuza spares si vile, lakini tunashukuru kidogo kinapatikana, ila tu tunataka tupate uwezo zaidi, yani kwamba tunataka tufikie mahali hapo kwamba pikipiki yani jinsi kwamba wingi wa pikipiki ambazo kwamba ziko mji huu wa Kisii wote ziwe zatengenezwa kwa ubora zaidi. Umenipata hapo? So kwamba tunawaambia kwamba wasichoke, yani waje kwa wingi kwa ili tuweze kuwatengenezea pikipiki kwa ubora ambao kwamba unastahiki. Waache kwenda tu kwa mafundi wale ambao kwamba tu mtu hajaelewa, haja kuwa muelewa zaidi kwenye hiyo kazi. Unipata kitu kama hicho. Unajua pale pwani mnapoenda mapumziko mnasema mtaka kumeza kopo la maji au kunywa kopo la maji. Kwa hivyo tunataka kwenda kumeza kopo la maji. Mwanjumu lioneke Swahili gyo katoko akaiga tomanyeke Swahili tuesomea mange somo nchiri Rashid. Upate biashara vya Barashid Auto Spares asesema ya Birongo market oberege myake mingi. Obwa amatobu ya abantu bansemeye ne biashara vyaye byabokonyire ko bigenderie myake yonse sengenjo. Onye tali obwa amatobu yanango taragenderie myake yonse pi kwikira boni gasanyarire goika. Tora ndombo timoko igo tokoirana tondre ko manye Esabari ya Rashid me biashara bina kiyabeire kwikira boni ga asale. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi nigo bono yakire nikirundekerene negokurengera chibice chinkiya naboigo chinkeno nukukigima nabogo tonyora asorogo nkorboguzi niji county chitoetanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TV. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ikiwa korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Mwanche bwana na wote mtu mkongo lengo omokeigo au tunasema kopo la maji haiko tunachukua muda mrefu sana. Mwanche bwana sense moja Kavere astoria sense moja Birongo market tunda hapo tuliko sense moja Mombasa amanyaka ile buna Barashid Auto Spares biashara vya kinira sense mei. Mr. Rashid, ndio ninapokuwa katika eneo ile ambapo biashara yako iko, nimeona wengi walio hapa hivi wametoka katika sehemu ile ya pwani wanaokusaidia hapa hivi. Ilifikia vipi ikawa hivi? Okay, ni kutokamana na ndugu zangu hapa kwa asilimia ambazo kwamba zipo. Nimejaribu kuwaambia kwamba kuja ilikuwa ni kwa kuwafundisha ujuzi, kwa sababu unaambiwa kama uko na ujuzi usimnyime mwenzako. Sasa nikawa ninakuwa na vijana hapa, sasa mtu akishazoea tu kitu kidogo unakuta hana ustamilivu, yeye anatoka. Umenipata hapo, na hata vile kama anatoka unakuta bado hajakomaa kivile. Hao ni wanasema wanatoka ni wale wa eneo hili. Yaani wa eneo hili. So nimekuwa na baadhi ya vijana na baadhi ya vijana wa kutosha, lakini baada hapo wakaja wakatoka. Sasa nikaona hapana, acha nifanye nini? Nifanye ubora pia kuchanganya kutoka nyumbani. So ikanibidi nilete vijana hapa ambao kwamba niko nao, nimewatrain mpaka sasa hivi wako vizuri na wanafanya kazi kwa ustadi ambao kwamba unahitajika. Najua biashara hii iko na changamoto nyingi ulivyosema hapo awali, na kisha kuna jambo ambalo mtu anapoleta pikipiki yake anataka ikuwe bora kuliko vile alikuja nayo. Kwa hivyo wewe unatumia mbinu zipi ambazo zinafanya biashara yako inakuwa ni bora ukilinganisha na mafundi wengine walio katika eneo hili? Kwa sababu tunasema mteja ni mfalme, lazima umsikilize. Na baada ya kumsikiliza lazima pia upate kujua yani matatizo yake ni gani. Unatengeneza yale ambayo kwamba unaona ni main kulikoni yale ambayo kwamba unaona ni ambayo kwamba unakuta haitokuwa inamsumbua na huko akiendelea
kufaidika nayo. Umenipata? So mteja anapokuja hapa huwa lazima nimsikilize, kisha kumsikiliza na mwambie okay sawa nimekuelewa. Sasa hapa inabidi tunafanya hii na hii na hii. Je, unasemaje? Ananiambie wewe fanya, nafanyia. Vitu vingine kama nimekuta kama baadhi ya mabolti yamelegea hivi nini, hilo ni jukumu langu kama fundi. So inabidi nikaze ili isije kamletea shida wanapoenda kifaa kile. Sasa namtengenezea kwa ubora ambao kwamba akienda akirudi akuje na tatizo lingine sio yale ambayo kwamba amekuja nayo. Unipata? Hicho hivyo ndivyo kwamba ninafanya kwa ustadi wangu wa kazi hapa. Nafahamu kwamba biashara hii ya pikipiki na hii kazi ambayo unafanya ya spares ni kazi ambayo teknolojia inapobadilika pia hizi biashara pia huweza kubadilika. Wewe umeona mabadiliko yapi katika teknolojia katika biashara yako ya kuunda pikipiki na spares kufikia sana ambapo umeweza kujiendeleza kufikia mabadiliko yao ya teknolojia? Teknolojia mwanzo nimeipenda sana kwa sababu unakuta ni ubora wa kitu. Sasa unakuta kwa wale wenzetu kule China unakuta hata kama ni sehemu ndogo lakini wameboresha. Umenipata? Ikiwemo spares za ma tools. Unakuta yuko na tools za kutosha ambazo kwamba zinahitajika kulingana na matumizi ya hizo mapikipiki zenyewe. Umenipata? So unakuta tools alafu sasa eneo la kufanyia ili hata mteja akikuja asione bwana nimefanyia tu sehemu ovyo ovyo, hapana. So mabadiliko ya teknolojia jinsi ambavyo kwamba yanakuja na natamani sana kwa ubora ambao kwamba nitakuwa ninasaidia ndugu zangu. Umenipata? Najua kwamba ndani ya pikipiki kuna pikipiki nyingi, tuna kampuni za TVS, tuko na 125, 150. Hizi pikipiki mpya inapokuja katika biashara au katika market, huwa mnatafuta ujuzi wa kuongeza kujua pikipiki hiyo ama ujuzi ule unao wa pikipiki moja wazatumia katika pikipiki nyingine? Okay. Baadhi ya pikipiki zinaendana na zingine haziendani kiufundi. Kwa mfano unakuta TVS zote ziko tofauti. Ukija upande wa Boxer ziko tofauti. Ukija upande wa Honda ziko tofauti. Kuna nyingine zimeingia sasa hivi kama Songling, hizo nazo pia ziko tofauti. Sasa unakuta Boxer inaweza ikaanzia ya 150 mpaka 100. Baadhi ya vitu vikawa vinaingilia. TVS nayo kuanzia 100 mpaka 150. Baadhi ya vitu zikawa zinaingiliana. Zingine haziwezi. Kwa hiyo inabidi sasa kama pikipiki mpya imeingia katika soko, mimi mwenyewe ninakuwa yani inabidi sasa niwe ninaenda kivingine kuingia kwenye internet kuangalia kwamba hii pikipiki imekuja na kama imekuja ubora wake ni gani kutoka kwa kampuni zao, na kampuni zao hii wametegeza na kwa stability gani ambapo kama inaweza kutusaidia sisi huko. Sasa unakuta kama hizi MHLX zimekuja 150 hiyo 125 ni mzuri, pikipiki ngumu, lakini sasa unakuta inahitaji utunzaji. Kama vile unavyojitunza wewe mwenyewe asubuhi unaamka unapiga mswaki, kama ni kwenda kukoga, kupaka mafuta, kuvaa nguo fresh, vitu kama hivyo. So kifaa kile nacho pia kinahitaji utunzaji vile ili kiweze kusaidia zaidi na zaidi. Kwa hiyo teknolojia inavyoingia, yani pikipiki inavyoingia mpya kama hivyo, ni sasa tunasema niingia kwa teknolojia zaidi na mimi kuzichambua. Mwanche malera watebuna mbatera so terangora watera ki ambanga nango chenchiale ayigo tali tuwe sobo imabuoka no nyase biasara ebintu ngo chenchi birego kero bate biasara binde byonsi bera kwa manya inki ya chinchiri nke kijya kirese biasara bibya kunyara gukora kwanyara gwesona nogo onchoririyo ku kwaba pata ze chenchi eyo mna togotebe nayo mintai ya Rashid pale pwani wanasema kwamba kila mwamba ngoma upenda kuvutia kwake. Kwa hivyo wewe watumia mbinu zipi kuvutia customers au wateja kuja katika eneo hili au vile unatumia kujimarket? Sana mimi nitasema yani ni kuongea vizuri na mteja, kumsikiliza. Chinginecho zaidi ni ubora wa kazi. Kwa sababu ile pikipiki usichukulie tu poa, hapana. Kile ni kifaa kimoja, yani tunasema nini, kifaa chengine adimu sana ambacho kwamba kwa mwenye kutumia kwa uangalifu basi kitamsaidia kwa muda mrefu sana. Kwa sababu unakuta pikipiki inaweza kutoa hadi Mombasa. Ni masafa marefu ukiangalia, lakini pikipiki inaweza kutoa hadi Mombasa. Uwezo upo. Yaani hizo 100% uwezo huo upo. Inakutoa Kisii hadi Mombasa. Na ina uwezo wa kutembesha Kenya mzima hii ukijua pikipiki.
So unakuta sasa lazima nitengeneze kwa ustadi vile ambavyo kwamba imekuja kutoka kwa kampuni. Kitu ambacho kwamba kihitajiki hapa na kuambia kabisa mteja wangu kitu hiki hakitokusaidia, badilisha chengine. Mbona nikudanganye nikutengenezee tu kiujinga ili hadi najua unaenda kubeba abiria ama unaenda kubeba mizigo. Kwa bahati nzuri labda ambaye kwamba anaenda kubebwa kule ni baba yangu mzazi, ni baba yako mzazi, kitu kama hicho hapo. So nitakapokuwa nimekutengenezea tu ujanja haisaidii hiyo, umenipata. So mimi hapa najitahidi sana kuboresha ufundi kulingana na hicho kitu kilivyotoka kwa kampuni, ili na wewe kikusaidie kwa muda mrefu na matokeo bora zaidi. Watu wengi ambao wanafanya biashara ya bodaboda ni watu ambao ni wa mapato ya chini sana. Kwa hivyo watumia njia ipi kuhakikisha kwamba unapowalipisha si bei iliyo juu sana au iliyo chini ya kufinyilia katika biashara yao, na si bei pia ya kuweza kuwafinyilia wale ambao unaweza kuwapatia zile huduma zako? Naam. Kwa upande huo mimi woga sikuagi bei zile ambazo kwamba watu wanafikiria. Umenipata? Bei zangu ni za kawaida. Yaani bei zangu yani namsikiliza mteja. Mteja yani nakuta kwangu mimi ni muhimu sana. Yaani lazima nimlinde pande zote. Umenipata? Kwa hiyo nikimwona amesema leo nimelemewa bwana hapa hivi na hivi, nataka unisaidie Rashid, namwambia usijali. Kile ulicho nacho utanipa. Umenipata? So inakuwa na kama ile hasili ya mganga yani. Umenipata? Utakapofuata mafanikio basi ukikuja hapa, sasa nakuta mteja hapa amemsaidia tabure. Ameenda hapa nakuta ameniletea mkungu wa ndizi, umenipata? Ameniletea mahindi, ameniletea hata maharage. Sasa pia nashukuru pia nikidhi mitaji yangu ya nyumba na familia yangu vile vile. Lakini na wewe pia nikutengenezea kimekusaidia zaidi na zaidi. So nasikiliza sana mteja wangu, ninawajali. So unapokuwa kuja hapa kwambia kweli nimepungukiwa hiki hapa na kuelewa, na kwambia okay sawa, kuna sababu ukipata na hapo uje basi ufanye uniletee. Hata akikuja hapa wakati mwingine anakuja kwambia nimeharibikiwa tena na najua unanidai, na mwambie kile ulicho nacho lete. Umenipata? Kwa sababu wewe siku studio lako ilikuwa kwamba eti uende ukaharibikiwe huko, ni mashine yenyewe ndio imeleta shida kama hiyo. So mbona tena kuja hapa naanza kuambia bro unajua sasa nakudai, mbona hivi tena? Hapana. Kwa wale ambao kwamba nimewatengenezea wengi zaidi ya watu tuseme hata 1,000,000 nishawatengenezea sasa hivi mapikipiki hapa. Wanajua sehemu za kutoka Kisi kule, za kutoka sehemu ya Keroka na huko ndani huko ndio usiseme. Wanakuja kutoka sehemu za kusubira Masha huko, mtu anakuja tu kwa eti ameambiwa kuna rafiki yetu kule ama ndugu yetu kule anatengeza pikipiki kwa ubora ambao kwamba unahitajika. Wengine wanatoka hadi Masaini kule kwa wale ambao kwamba wanabeba mkaa. Hata niko nao hapa wawili sasa hivi wako hapa pia wamekuja kufanywa service kama hiyo. Rashid, mimi nafahamu kwamba biashara ni kama mnazi, wakati mwingine uweza kukua, wakati mwingine uweza kufa. Wewe umetumia mbinu zipi ambazo zimaanisha kwamba biashara yako imeweza kukua? Hii ni karibu mwaka wake wa karibu wa 11 umekuwa katika eneo hili. Njia zipi biashara yako imeweza kukua au kugrow? Unajua changamoto hazikosi, uvumilivu nao na heshima. Biashara yoyote ile hata kama ni ya kushona kwa kutumia uzi tu kushona, lazima uiheshimu na ujue kwamba hii kama hii ndio hapa ndio panapopata kipato changu cha siku, basi mbona nisijali na kuiheshimu. Umenipata? So kitu kama hicho kwangu mimi hicho nimekiboresha zaidi sana yani. Kwamba hata kama leo hali imekuwa ngumu, lakini siwezi kwamba eti nitoke hapa kwa sababu nimesikia Kisiku yani Kisita au kule kuna pesa. Hapana, na ile pia hapa wapo ambao kwamba wananihitaji pia vile vile. Samani Rashid, in terms of ukiangalia kwamba wale wafanyikazi ambao uko nao hapa kwa nambari, ukiangalia ukianza na kufikia sasa, kipato ukianza na kufikia sasa, unaweza sema biashara yako imenawiri kivipi? Pale mwanzoni nilikuwa niko peke yangu. Nimestago sana nikiwa peke yangu. Na vijana kwamba nilikuwa niko nao ni wale ambao unakuta tunakaa naye mwezi mmoja, miezi miwili ameenda. Kwa hiyo kwa sasa hivi nina vijana 3. Mimi mwenyewe nikijumlisha nikiwa 4. Kwa hiyo unakuta hata kama kidogo asilimia imeongezeka, kama ilikuwa 1 imeongezeka imekuja 2. Umeona? Lakini hatutaki hiyo 2. Umenipata? Kwa sababu sasa hii imekuwa sasa ni kama kampuni, tunataka ikae kampuni kubwa zaidi. Na kwa mapato ambayo kwamba tunayapata si mabaya, kwa sababu yakidhi mahitaji ambayo kwamba tuko nao kwa sasa hivi. Umenipata? Lakini hayaridhishi. Umeona? Lakini sasa tunahitaji zaidi na zaidi hapo, kipato zaidi.
Unahakisha kwamba vipi unapokuwa kazi hapa pia umeweza kufikia familia yako? Mimi familia yangu hapa mimi niko nayo hapa ambaye kwamba ni bibi na watoto wangu. So natembea nao kwa sababu wale ni wangu, siwezi waacha nyuma. So nilipotoka Mombasa nimekuja nao. Umenipata So naishi nao hapa pia, hawako mbali, naishi nao hapa. Kule waga naenda kwa kusalimia wazazi. Na matatizo ya kinyumbani waga ya kosi kama misiba. So ikitokea kama hivyo, maharusi za kule kwetu unajua vitu kama hivyo naenda. Umenipata kama sina muda wakati huo, natumia hata rambirambi, natumia kamchango, vitu kama hivyo. Tukenda kumalizia, uko na mpango ipi na hii biashara katika siku ambazo zijazo, na uko na lipi la kuweza kuambia watu wa eneo hili la Kisii kwa ujumla tukienda kumalizia? Okay, kwa sasa hivi nilihitaji malengo makubwa zaidi, kwa sababu sasa hivi unaona mazingira yenyewe jinsi yalivyo ni ya kawaida ya kijua kali, lakini nataka nije nikuwe na ofisi kubwa ambao kwamba nitakuwa natengeneza pikipiki kwa ubora ambao kwamba unahitajika, lakini mazingira yakae mazuri zaidi. Kama vile kwamba naona kwa nikienda pale Kisii, naona sehemu kama pale kwa Honda, naenda kama pale kwa Can General pale chini, naona mazingira yao vile wameseti na utengenezaji wao. So nataka niwe na mazingira kama hayo bora zaidi, lakini bei tu za kawaida ambazo kama nitakuwa nawasaidia wateja wangu. Asante sana kwa wakati wako Rashid. Najua pale wanasema kwamba mvumilivu ulambivu, na tunapoona biashara hii ya Rashid ningekora kivuna na bogo chakira inse unyara kwegende na utwale biashara byao ko birenda ko biyegerera wetanie miaka 10 kolese biashara bire wanchete umancho bali auno toikira mwali wa morobeli bwe Esabari yo boncho kurega sense moye chiro ya birongo abwa service bya Rashid Auto Spares byanyalire ko gendera nebrengeri biri Rashid atebiri abwate go chimodu unabwetambe ile Italiane Ndemo Steven. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijwiri miyomu chukisi eko n'ibintu ao by'ubwagaci asamuguri